Naam, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge. Na tunaanza na taarifa kutoka kaunti ya Nyamira, mahali ambapo mbunge wa West Mugirango ambaye ni wakili Steve Mogaka amejitokeza na kutoa kesi kotini katika mahakama ya Nyamira ambayo ilikuwa inazuia kuanza kujenga chuo cha Nyamira ama Nyamira University, huku akitetea kwamba si yeye chanzo cha kucheleweshwa kwa ujenzi wa chuo hicho. Amataba baite bamenyeta matanga chikanisa bagotebanga umujumbo West Mugirango nero utangite university neki na kiaye bono rere twacha kurusie kine kiye itororo egekogera nimanyete ngataikero kigitangite university cha nintamira babigite rero nakinachira kotini kurusie kina eke lisakara ryo kurusie kina eke na ndenta etogwakiro mu wakili Dunstan Omari esa ulia nyugwerete bune client kiaye kana namotebetinga Jumatatu barosia masakara turusirie kineki masakara na araya akirwo mu bwe koti twarusirie ekina kiribako na gototebinga na kigitangite university so mambia Jumaine so amugundo bono akege kamago beka matobori mwanze kwagache university yo mukona kungaina abantu ngaintwe totangite lakini momanye kinakaro kitwarusiri onye moko yagache university kwanza mwagache ibere mwagache Eldoret na mwagache ya Kisii igoro yaye tonyore ibere. Tukiachana na taarifa hiyo ya ujenzi wa chuo cha Nyamira University, vijana kutoka eneo la Gusland wamejitokeza wakimkashifu mbunge wa South Mugirango Silvana Sosoro kwa matamshi yake ya hivi punde kumuhusu aliyekuwa waziri mwenye mamlaka makuu zaidi katika serikali ya mpito yake Uhuru Muigai wa Kenyatta, wakisema kwamba vijana kutoka eneo la Gusland na vile vile mtu yeyote ana uwezo wa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tangia Rais William Samoei Ruto wa korofisha na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua hajawahi zuru eneo la Mlima Kenya. Sasa rais ametia ngome yake katika eneo la Nyanza na magharibi mwa Kenya. Ameanza ziara yake ya siku 6 eneo la magharibi mwa Kenya, wakati ambapo jana alikuwa pale Mumias na akazungumza mambo mengi, huku akiwashtumu wale ambao wanamkosoa katika mitandao ya kijamii na katika maeneo mengine tofauti. Ile miwa inauzwa alipe number 1 mkulima, number 2 alipe wafanyikazi, number 3 ile pesa imebaki sasa tufanye hesabu. 30% ulipe deni KCB, 30% wewe uchukue faida yako, 30% tulipe hao wakulima bonus. Sina namna hiyo? Inakuwa win-win. Kila mtu anatoka hapa na kitu. Kwa sababu bila mkulima kampuni haiwezi kuendelea. Bila mfanyikazi kiwanda haiwezi endelea. Bila ya huyu mwegezaji pia hii kampuni haiwezi endelea. Ama namna gani? Tuendelee namna hiyo ama tusiendelee? Mnasema tuendelee ama tusiendelee? Wale wanasema tuendelee nione kwa mkono. Bas mimi naona network yetu ni moja. Tuendelee namna hiyo. Tunaelewana jameni? Na ile tunafanya hapa Mumias ndio tutafanya pale Nzoia, ndio tutafanya Miwani, ndio tutafanya. Na baada ya serikali ya Kenya kutuma polisi wengine nchini Haiti, sasa maeneo tofauti katika nchi ya Haiti yameanza kushuhudia amani. Hivi ndivyo operesheni inaendelea mle Haiti. Na tukitoka Haiti tunaingia Marekani, mahali ambapo Rais Donald J. Trump aliapishwa jana
na kuna mengi ambayo aliyazungumza wakati ambapo alikuwa ameapishwa jana tarehe 20 mwezi Januari mwaka wa 2025. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Hadi wakati mwingine, mimi ni Videlis Mushuge.